zake ni 3:6. Petro akasema, fedha na dhahabu sina, lakini kile ninacho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama na uende. Amen. Mpendwa unayenifuata kwa majira kama na haya, nimekuja tena na habari njema kwa siku ya leo, ambayo inasema ya kwamba fedha na dhahabu sina, lakini nina Yesu Kristo. Fedha na dhahabu sina, lakini nina Yesu Kristo. Unapoanza usomi kwa mstari wa kwanza ya sura ile 3 ya Matendo ya Mitume, maandiko yananiambia aseme Petro na Yohana walikuwa wakielekea hekaluni saa ya kusali ambayo ilikuwa saa 9, na maandiko yanasema ya kwamba aseme palikuwa na mtu ambaye alikuwa kiwete tangu kuzaliwa. Palikuwa na mtu ambaye alikuwa katika hali ambayo sio sahihi toka kuzaliwa, na watu walikuwa wakimkamata na kumleta kila mara na kumuacha pale mbele ya mlango uitwao mlango mzuri, mlango wa hekalu. Na maandiko yananiambia aseme kama vile walivyokuwa wanamleta kila mara, hiyo siku Petro na Yohana walikuwa wakielekea hekaluni wakakutana naye. Nimekuja kuambia mpendwa unanifuata kwa majira kama na haya, ya kwamba jina la Yesu Kristo ni kila kitu tunachohitaji. Ulimwengu unafikiri ya kwamba fedha na dhahabu ndio vyote, lakini nimekuja kuambia ya kwamba fedha na dhahabu ni vidogo sana mbele ya jina la Yesu Kristo. Maana kuna suluhisho ambazo fedha na dhahabu haiwezi kupatia, lakini Yesu Kristo anakupea suluhisho. Huyo mpendwa ambaye alikuwa kiwete tangu kuzaliwa, alikuwa na watu ambao wangejipatia majukumu ya kumuleta kila mara katika ile hali yake ya ukiwete, lakini watu wale hawakukuwa na solution kwa maisha ya ukiwete. Watu wale hawakuwa na majibu kwa maisha ya huyu kiwete. Nimekuja kuambia mtu anifuata kwa majira kama na haya, si wote wanaokuzunguka ndio wana suluhisho kwa maisha yako. Si wote wanaokubeba kila mara ndio ambao wana majibu kwa maisha yako. Kuna watu ambao wanaweza kuwa karibu yako ili kukubakilisha katika ile situation, lakini huyu kiwete alipokutana na wanafunzi hao ama wa mitume, maandiko yananiambia aseme aliwatazama akitarajia kitu. Aliwatazama akifikiri ya kwamba watampea fedha ama dhahabu. Nampenda Petro, alimwambia aseme ututazame, utukazie macho, maana Petro alijua ya kwamba anamubeba Yesu Kristo. Petro alimjua ya kwamba hata kama sina fedha na dhahabu ya kumpea, lakini na yule ambaye ana uwezo wa kumaliza shida ya mtu. Nina yule ambaye anaweza kubadilisha situation ya mtu huyu ambaye ni Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo tu ndiye ana uwezo wa kukutoa katika shida ile. Ni Yesu Kristo tu ndiye ana uwezo wa kuyavuta yale machozi yako. Na maandiko yanasema ya kwamba aseme Petro akamwambia, sina fedha wala dhahabu ya kupea, lakini kile ambacho niko nacho ndicho nitakupea. Kwa jina la Yesu Kristo, simama na uende. Maandiko yananiambia asema alimshika mkono akamuinua kwa mkono wa kuume, na vifungo vyake vikalegea na muujiza ukatendeka. Mpendwa unanifuata kwa majira kama na haya, nimekuja kukuambia ya kwamba muujiza huu haukukuwa tu wa kawaida, lakini muujiza huu ulikuja kufunua ya kwamba Yesu Kristo ni mkuu kuliko fedha. Yesu Kristo ni mkuu kuliko mitindo ya wanadamu. Yesu Kristo ni mkuu
kuliko entourage ambazo hazina Yesu Kristo. Yesu Kristo ni mkuu kuliko mikusanyiko ambayo haina Yesu Kristo. Mpendwa unayenifuata, Yesu Kristo anaweza. Yesu anaweza kukutoa kwenye ile shida. Yesu anaweza kumaliza ile shida yako. Maana huyu mpendwa alikuwa karibu na hekalu kwa miaka mingi, lakini solution haikupatikana. Watu wengi hufikiria kwamba ukiwa jirani wa hekalu ama ukikuwa karibu na hekalu solution itapatikana. Solution inapatikana tu mpaka pale Yesu Kristo anapofunuliwa kwa maisha yako, mpaka pale Yesu Kristo anapojitukuza kwa maisha yako, ndipo ile suluhisho itaonekana. Yesu Kristo ni hazina yetu ya kweli ya mbinguni. Yesu Kristo ndio tegemeo letu. Yesu Kristo ndio yote tunayohitaji. Unaposoma katika Wakolosai sura 2 na mstari wa 3, maandiko yanatuambia aseme, ndani ya Yesu Kristo mnafichwa hazina ya maarifa na ya hekima. Wa mitume waligundua ya kwamba utajiri mkubwa unaopita utajiri wote ni Yesu Kristo. Wewe ukiwa na Yesu Kristo una yote. Wewe ukiwa na Yesu Kristo umebarikiwa mpendwa. Maana fedha zinaweza zikanunua nyumba, lakini fedha haziwezi kukupea amani. Fedha zinaweza zikanunua madawa, lakini fedha haiwezi kukupea uponyaji. Na mwanamke aliyesumbuka kwa tatizo la kutokwa na damu kwa miaka 12, maandiko yananiambia aseme amesumbuka katika mikono ya waganga, na pesa zote alizokuwa nazo hazikumpea suluhisho. Lakini siku alipoazimia moyoni mwake ya kwamba nikigusa pindo la Yesu Kristo shida hii itaisha, na mwanamke huyu alipogusa pindo la Yesu Kristo msiba ule ukamwacha, shida ile kamwacha. Leo nimekuja kukuambia mpendwa ya kwamba Yesu Kristo ana uwezo wa kuondoa ile aibu yako na kuwa heshima. Yesu Kristo anaweza kukupea tena maisha mapya. Yesu Kristo ni hazina yetu iliyotoka kwa Baba, ni hazina ambayo Bwana aliyotupea ili kwa jina lake tuone majibu, ili kwa jina lake shida zetu zituache. Yesu Kristo alikuwa anabeba mamlaka ya nguvu ya kuleta solution. Jina la Yesu Kristo ndilo lililomtoa huyu kiwete katika hali hii. Maana kuna watu ambao walimtumia kama ni biashara, kuna watu ambao walimpeleka wakamteleka kama marchandise ambayo inaweza kawapea fedha, lakini siku alikutana na jina la Yesu Kristo, hali yake kamuisha, shida yake kamuisha. Na sioni mahali ambapo wale wandugu waliokuwa wakimubeba huyu kiwete walishuhudia muujiza huu na ukuja kumbeba katika muda wa mafanikio yake. Maandiko yanionyeshi kwenye walisifu kwa ajili yake huyu kiwete, lakini wakati walikuwa namubeba, lakini kafikia wakati ambapo Mungu anamuonekania na alitukuza Bwana, maana Bwana amemfanyia vitu ambavyo fedha na dhahabu haviwezi vikampea. Bwana amemfanyia kitu ambacho wanadamu wangeweza kumutendea, lakini jina la Yesu Kristo likampea ushindi. Kiwete ni hali ya mwanadamu kisha kuanguka, maana maandiko yanasema kwamba wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Dhambi inamfanya mwanadamu kuwa kiwete kwa hali ya kiroho. Dhambi inamfanya mwanadamu kushindwa kutembea na Bwana, kushinda kuenenda kwa roho. Dhambi inawafanya wengi kuwa viwete, lakini jina la Yesu Kristo limekuja kurejesha yale ambayo dhambi imetafuna. Jina la Yesu Kristo limekuja kurejesha ushuhuda mkubwa. Nimekuja kuambia mpendo wa kwamba Yesu Kristo anaweza. Shida yako sio ndogo ama sio kubwa zaidi kupita jina la Yesu Kristo. Nimekuja kuambia kwamba jina la Yesu Kristo lina uwezo wa kufanya mambo makubwa. Tena kumaliza na kusema ya kwamba Yesu Kristo ni mlango wa kweli. Yesu Kristo ndiye mlango
wa kweli ni pale anasema katika Yohana sura 10 na mstari wa 9, aseme mimi ndiye mlango, na mtu ambaye atakayeingia kwangu ataokolewa. Uendee mlango wa Yesu Kristo na majibu yako yataonekana. Uendee mlango wa Yesu Kristo nao utaona ushindi wa Mungu. Endea mlango ambaye ni Yesu Kristo na ile shida yako itamalizika. Usiwakimbilie wanadamu. Wanadamu hawana cha kukupea. Msaada wa mwanadamu ni wa muda mchache tu, lakini msaada wa Yesu Kristo ni msaada ambao ni tosha, maana Yesu Kristo ndiye rafiki mwaminifu. Yesu Kristo ndiye yuko na wewe kwa majira yote, maana usemi wa wanadamu ama wa dunia unasema utamjua rafiki mzuri wakati wa shida, lakini mpendwa, nimekuja kukuambia ya kwamba utamjua rafiki mzuri wakati wa mafanikio yako, wakati wa kuinuliwa kwako. Njoo utamwona ule ambaye atasimama na wewe. Kiwete huyu alikuwa na watu wa kumubeba kwenda kumwacha aombe, lakini wakati wa mafanikio yake hao watu hawakumubeba. Wakati aliweza kutoka kwa ile shida hawakumubeba. Ni Yesu tu ndio mwanzo kaona elevation yako na anajisikia fier. Ni Yesu tu mwanzo kaona unafanyikiwa na kasikia furaha. Lakini watu wengi unapokuwa uko broke, wakati unapokuwa hauwezi, uko katika umaskini, watakuzunguka wanajifanya kufariji. Unapofanyikiwa wanakuwa maadui. Ni Yesu tu ndiye ana uwezo, na maandiko yananiambia seme alipotendewa muujiza huu, kiwete huyu alirukaruka kwa furaha. Nimekuja kutangazia mtu mmoja ya kwamba Yesu Kristo analeta kicheko kwa furaha kwako. Yesu Kristo anakuja kufungua ile milango iliyofungwa. Yesu Kristo anavuta machozi yako kwa siku ya leo. Yesu Kristo anakuinua tena kwa viwango vya ajabu, na maandiko yanasema alipokuwa akiruka, watu waliomzoea wakaanza kujiuliza, eske sio ule ndugu huyu mwenye alikuwa analomba? Mpendo unanifuata? Na wanadamu watakuuliza, watasema, je, haiko unjo kalombalomba? Je, haiko unjo alifukuziwa kwenye nyumba? Je, haiko unjo mwenye alikuwa hana kazi? Kwa sababu Yesu atakuwa amekupea maisha mapya na itakuwa ushuhuda. Watajiuliza, umepitia wapi? Umegusa nini? Wajibu, jina la Yesu ndio limenipea nafasi hii. Jina la Yesu ndio limeniinua. Na akamsifu Bwana, akaingia hekaluni akirukaruka akimtukuza Bwana. Acha Mungu akubariki mpendwa unanifuata, na uelewe ya kwamba fedha na dhahabu haina majibu yako, lakini majibu tunayapata katika jina la Yesu Kristo. Yeye aliyekufa kwa ajili yetu, yeye aliyefanyika maskini ili tupate kuwa matajiri, yeye aliyetoa uhai wake ili uhusiano wetu na Baba uende kuwa sahihi. Acha Bwana Mungu akubariki. Mtakatifu shetu mbinguni, tunasema asante na shukurani kwa wema wako. Tunakuja tena kwako tukisema ya kwamba jina lako ni yote tunayohitaji. Jina lako Bwana ni hazina yetu. Jina lako Yesu Kristo ni nguvu zetu. Jina lako Bwana linatupea ushindi kila leo. Jina lako Yesu Kristo ni mlango kwetu kwa mafanikio, ni mlango wa elevation. Asubuhi ya leo tunatangaza neema hiyo kwa wote wanaotufuata. Acha Bwana uende kuwafungulia milango mikubwa. Acha uende kuwavuta machozi na kuwatoa katika hali ya shida na kuwapea ushuhuda mpya. In Jesus' name we pray. God bless you. Amen.